Baada ya maombi hayo jamani, nilichowaitia kwa Wakristo wenzangu, mimi kuna jambo moja linanikera hapo kanisani. Linanikera kuhusu mchungaji na familia yake. Yaani mchungaji na familia yake, kanisa ndiye amefanya jengo lake la kuishi, yaani makao yake. Mchungaji tumempa jengo, tumemjengea nyumba kwa gharama zote. Lakini sijui ni sababu gani anaacha ile nyumba, anakuja kulala kanisani. Yaani kazi zake zote ni kanisani. Inafika siku ya Jumapili, Wakristo wanawahi kanisani kuja kuanza ibada, lakini kulingana na mchungaji anavyokaa kanisani, wanafika saa 3 ile wanakuta mchungaji bado yuko kanisani amelala. Sasa jamani, hilo swala linanikera na linanikera sana. Ndicho maana nimewaita humu kanisani ili tuongee kwa pamoja. Nahitaji mawazo yenu. Yaani sitaki huyo mchungaji kazi anayofanya hiyo siitaki kabisa. Na nilikuwa naomba kila mmoja atakavyotoa mawazo yake atoe kuhusu mchungaji. Kama ni kumfukuza, tumfukuze. Maana kazi anayofanya mimi siipendi. Mimi kama mzee wa kanisa nimeona hilo jambo kwa kweli limenikaa vibaya. Sasa sijui kila mtu nitakapomruhusu kila mtu kutoa haja yake atoe kuhusu mchungaji. Yaani aongelee mchungaji, asisite na aongee kwa ujasiri. Niliyoongea hayo yanatosha. Sasa ninatoa kila mmoja kwa mawazo yake. Karibuni kila mmoja atoe mawazo yake. Hapo mzee mwenzangu, uliyeongea ni kweli kabisa. Yaani yako sahihi. Huyu mchungaji na ni kweli anachokifanya si sahihi kabisa. Na wala si kweli anachokitenda huko nje, na afu anaacha jengo lake kule nje anakuja kulala kanisani. Yaani si sahihi kabisa. Na ni kweli, yaani baada ya hilo nililosikia, na ni kweli usingewahi kuitisha kikao, ningeitisha mimi kikao. Ni heri sisi wazee tuliongoze kanisa. Mbona tunajitosheleza? Au tafuta kiongozi mwingine? Wazee wenzangu, ile nyumba kwa kweli ina matatizo. Ni bora tukamuita yule mchungaji wetu akaja tukakaa ili kusudi tukaweza kulijadili. Lakini hivi tu kwamba tumkurupushe tu haiwezekani kwa kweli. Tumuite aje tukae tulijadili, kwa sababu mara kwa mara nilikuwa nikionana naye analalamikia sana ile nyumba. Ile nyumba kuna matatizo, ndio maana uwaga halali kwenye nyumba ile anakuja kulala wapi? Kanisani. Wenzangu, mimi nina wazo. Ili jambo limenikisiri. Kwa sababu huyu mchungaji hafai kabisa. Yaani mimi kwa wazo langu tumfukuze huko kanisani, ingawa tumtafute mchungaji mwingine. Yaani hafai. Wapendwa katika Bwana, wakati mwingine tutafakari. Mchungaji ni mtu mzima na akili zake. Wakati anaripoti mahali hapa, tulimkabidhi nyumba na akajua kabisa ili ni jengo la nini? La kanisa kwa ajili ya ibada. Lakini cha kushangaza ni kwa nini ahame nyumba aingie kanisani kulala? Si mara moja wala mara mbili. Mke wake ananifuata, ananambia maisha ya mle ndani yamewashinda katika nyumba yao. Watoto wanapiga kelele saa 8 za usiku, watoto wanakimbia wanawaona watu. Na kuna kipindi mzee wa kanisa wa kike nilijaribu kukunong'oneza swala hili, lakini ni kama haukulitilia maanani. Sasa tumuite mchungaji ili tumuulize zaidi na zaidi ni kwa nini ahame nyumba ili akalale kanisani. Itakuwa ni jambo jema, si tuchukue madaraka ya kumfukuza kabla hatujapata hoja yake. Mimi langu ni hilo, nazidi kuwasihi wa Kristo katika Bwana. Wazee wangu, naombeni. Huyu mchungaji kila siku naamka saa 12 kuja kanisani, kuja kufungua vyombo vya muziki, lakini nakuta bado amelala. Cha muhimu wazee wangu, naomba hili swala mulikalie, muliongelee. Mara nyingine, kuna siku ya kwanza ambayo nilianza kuja, nikakuta anakoroma
nikashindwa, kuna nani tena mwingine humu tofauti na mchungaji? Kwa hiyo hili jambo wazee, ambao mtusaidie. Sawa, hoja zenu nimesikiliza kila mmoja. Tutamwita, lakini ndani ya kumwita sidhani kama mimi nimesikia wewe umemtetea kwamba tumuite na tuangalie na matatizo. Sidhani kama yule ana matatizo, ni ukorofi wake yeye mwenyewe. Basi kwa kuwa mmeshasema tutamuita, basi tutamuita na tutaongea zaidi na zaidi. Na baada ya hayo naomba tusimame na tufunge kikao mpaka nitakapowaita tena. Kipimo cha imani ni kuvumilia. Mama Mcharuko, napenda nikuulize swali. Hivi ni sahihi mchungaji Wambura kuendelea kukaa kwenye kijiji chetu hiki na kwenye tawi letu, kwenye kanisa letu? Kweli inaweza ikawa? Huyu mimi mchungaji nilikuwa naona aende kabisa. Yaani hata sura yake sitaki kuiona karibu na mimi. Au wewe unaonaje? Mama Kipara, yaani wewe uko sahihi kabisa. Yaani mchungaji hafai kabisa. Hata mimi nilikuwa nimelala usingizi na muota nasema huyu mchungaji yani hafai kabisa huyu. Ingawa aende zake kule tukatafute mtu ambaye ana akili timamu. Mama Mcharuko, nimesikia ulivyoongea. Na hata hivyo mimi nilivyokuja kwako, nilikuwa na wazo hili. Nilikuwa na wazo moja. Nilikuwa nakuja na wazo kwamba tuje tutafute washiriki. Tuwalinganishe washiriki na tupige kura. Wale tutakaopata wengi kwamba hawamtaki mchungaji, tutakaa nao pamoja na tutaangalia jinsi ya kumuondoa mchungaji. Maana mchungaji ameshaleta shida kanisani. Yaani washiriki wamepungua. Sadaka imepungua kanisani. Sasa tutaendeleaje kukaa na huyu mchungaji? Atupi faida, ni hasara ndiye anayetuingiza. Mama Kipara, hapo utakuwa umesaidia. Tutajua wapi mchele, wapi pumba. Mama Mcharuko, lakini nakukumbushia saa 9 kuna kikao cha vikoba kanisani, usisahau. Mama Feli, una taarifa yoyote kuhusu mchungaji? Mchungaji leo kaondoka. Amechukua vitu vyote kaweka kwenye gari. Akaondoka akaenda. Sijui una taarifa hiyo? Unasemeje? Mchungaji kaondoka? Hivi jambo hili kumbe lilikuwa na usirias ndani yake? Sasa ili kanisa tutafanyeje kama mchungaji kaondoka? Kila wakati tutakaa kujiendesha sisi wenyewe? Leo mchungaji wa 4 anaondoka. Tuna tatizo gani ndani ya kanisa hili jamani? Mama Pendo, unasema kweli? Haya, tutaenda kuwasikiliza wazee wa kanisa wanasemeje. Lakini Mama Feli, mimi na wasiwasi. Na hapa kijijini kuna wengine, baadhi ya watu wamefurahi sana mchungaji kuondoka. Lakini wengine hapa wanafanya mambo yao. Inawezekana kuna kitu hapo katikati ambacho amefanyia mchungaji kuondoka. Mama Pendo, hilo unaloliongea ni kweli kabisa. Make asilimia kubwa mchungaji alikuwa analalamika ndani ya nyumba yake. Mpaka kuna siku moja mke wake alinifuata akananambia malalamiko ya ndani yao wanavyolala, kuwa watoto hawalali, wanahangaika, mara watoto wanapiga kelele, mtu huyo, wakiinuka hawamuoni mtu. Hapo hapo ikabidi nimfuate mchungaji. Mchungaji nikampa ushauri. Mchungaji, unaoneje? Ukianzisha maombi, ina maana utafute magurupu.
Maana hata Biblia inasema kuna mama waombolezaji. Kwa hiyo ungetafuta magrupu ili tuanzishe habari za maombi. Lakini mchungaji hakueleweka. Sasa sijui kuwa imani yake ilikuwa vipi. We ndo mchizi wangu. We ndo mchizi wangu. Unanitoa leo bwana. Kamenona haka jamani. Yaani bosi akija mwanangu ata enjoy. We Kipara, unafanya nini hicho? Yaani Kipara, kila siku nakwambia unaagizwa Kipara. Hivyo mtoto hutaki kuacha wizi? Na utalaaniwa. We Kipara, hautaki kuacha wizi? Hebu chukua mbuzi wa watu urudishe ulikotoa. Au wenzako wanakutuma kwa nini wenyewe wasije kufuata wenyewe? Wewe ndio shughuli kwenda kuiba mbuzi za watu. Mama acha mambo yako. Niache mambo yangu. Acha ujinga, mpumbavu mkubwa wewe, shetani mkubwa wewe. Kwani unakuwa hivyo? Mtoto unaniaibisha kijijini, wewe kila siku kuiba vitu vya watu. Na kuaibisha nini mama wewe, jamani? Hebu acha. Nakwambia chukua mbuzi wa watu peleka na kupeleka baruni, niambie tunafanya nini? Acha wizi, umeshakuwa mtoto mkubwa wewe. Kwa nini unaniiba kila siku? Ha? Unaona wizi ni fahari? Wewe mtoto Kipara, unaona wizi ni fahari? Yaani unavaa ndivyo unavyovaa hivi Kipara? Ha? Nakwambia uache wizi, utaka kunisikia? Chukua na kwende. Kimbia raka wewe unakwenda. Shetani mkubwa wewe, pumbavu. Na utaaraniwa. Laana zote zikufuate wewe. Sasa mama, kila siku naleta hela zangu za sadaka, kila siku unachukua mama. Afleo unanizingua. Mama unanizungua sana wewe mama. Kila siku unaleta kuku wangu unawachinjia wageni. Leo nimemleta mbuzi wangu mama, unaniona kiazi Sawa mama. Utaniomba tena hela ya sadaka. Tutaona sasa. Yaani unaniambia kila siku unaniletea hela zako za sadaka, nilikuomba? Shetani mkubwa wewe. Tena kuanzia leo usikanyage kwangu. Uende na hela zako zikufuate huku, usinilete laana mji kwangu. Yaani mimi mzee wa kanisa na ukubwa wangu wote huu unaniletea hela zako za laana. Ukome kuanzia leo. Wapendwa wa Mungu, leo ni siku ya kipekee katika kanisa letu. Siku ambayo haitatokea na wala haitakuwepo kama hii ya leo. Baada ya maombi, maridhiano na majadiliano ya muda mrefu, leo ni siku ya pekee ambayo tunamtambulisha mchungaji wetu tuliyekuwa tukimtarajia kumpata. Kwa hiyo kwa heshima na taadhima, napenda nimkaribishe mzee wa kanisa aweze kumtambulisha kwenu yule tuliyokuwa tukimsubiria kwa hamu na kwa muda mrefu. Karibu mzee wa kanisa kwa nafasi hii uliyopewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Jamani wapenda katika Bwana, leo ni siku ya kipekee katika kanisa letu. Tumempata mchungaji tuliokuwa tunamtegemea, tuliokuwa tunamsubiri. Kwa hiyo mimi kama mzee wa kanisa nitamtambulisha mchungaji na atasogea mbele. Karibu mchungaji wetu, usogee mbele hapa. Hawa ndio waumini wenzetu tuliokuwa tunakusubiri kwa hamu, na leo watafurahia kukuangalia na kukukaribisha. Karibu katika mbele ya hekalu yetu hapa, ujitambulishe na watafurahi sana kusikia ukiongea. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya!
Basi niwashukuru sana wanamsoma kwa kutukubali sisi kuwepo mahali hapa. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Ninamshukuru Mungu kwa neema hii iliyo kubwa, kwa sababu si mimi niliyeweza kuichagua hii kazi ya Bwana, bali ni Bwana yeye aliyeniita toka mavumbini, na siku ya leo ananisimamisha katika mkoa wa Mara. Utukufu ni wake. Bwana Yesu asifiwe. Basi najua mna shauku, mna hamu ya kututambua na kufahamu majina yetu pia. Nisingelipenda kuchukua muda mrefu, kwa sababu leo ni siku ya kwanza tunajitambulisha mahali hapa. Kwa majina, ninaitwa Pastor Joseph Mwakapesile kutoka Mbeya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ninao ubavu wangu na mke wangu mzuri, Mungu aliyenibariki, kafupi kidogo, namuona anapendeza. Haleluya, haleluya. Kwa kweli Mungu amenipendelea. Anaitwa Rehema Joseph Mwakapesile. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukashangaa kwamba ni kwa nini hajazungumza yeye jina lake. Anaongea huyu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ni siku ya kwanza, basi mama, takuomba kidogo tu wasikie kisauti yako angalau kidogo. Haleluya. Karibu. Kanisa, Bwana ni mwema wakati wote na wakati wote. Mbona amepoa? Kwa mama, Bwana ni mwema wakati wote na wakati wote. Bwana ni mwema. Naombeni mpunge mkono. Amina. Ninashukuru kwa hii nafasi uliyonipatia. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi ndugu zangu, kwa wale mlio na Biblia, naomba muweze kufunua kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 9 mstari wa 37 hadi 38. Mathayo mtakatifu sura ya 9 mstari wa 37 hadi 38. Basi kwa msaada wa Bwana nitasoma. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. 38. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Kwa hiyo tunapoangalia katika mstari wa Mathayo 9 mstari wa 37, inazungumzia habari ya mashamba. Sasa tunapozungumzia mashamba, tunazungumzia sehemu ambapo neno la Bwana bado halijafika. Watumishi tupo wachache, lakini kuna watu wanahitaji neno la Bwana sana. Haleluya. Ninapozungumzia habari ya mavuno, kanisa hili ni sehemu ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Unaponiangalia mahali hapa, sijaja kama mtawala. Nimekuja kama mtumishi. Nimekuja kuomba pamoja nanyi, na nimekuja kufurahi pamoja nanyi. Haleluya. Haleluya. Kama nitaendelea kudumu mahali hapa, basi ni kwa ajili ya neema ya Mungu na maombi yenu.
Leo si mwanzo wa heshima, na kila mmoja kati yetu ampe nafasi Mungu wake, ili Mungu aweze kuzungumza kupitia kwangu, bali si kwa nguvu, ni kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Haleluya! Haleluya! Mchungaji Joseph, wengi wanakuamini, lakini wengine wanataka kuona matunda ya kweli. Huduma si cheo, ni mzigo, na mzigo huo utahitaji moyo wa chuma. Tunaomba kabla ya kuwekea mkono, ulete neno la Mungu litakaloonyesha nia yako na imani yako mbele ya kanisa hii. Kipimo cha imani ni kuvumilia, ni kusimama hata upepo unavuma, wakati haoni njia.